Hamjambo wenzangu wa Kenya. Kwa majina naitwa Sydney kutoka station ya Mwa TV nikiwa mji wa Kawangware. Ni wakati wa kufunza tajiri. Yani ni wakati wa kufunza tajiri ambaye hasaidii watu wa nyumbani wala hasaidii familia. Unapata kuna mtu tajiri alifanikiwa akapata kazi, akafungua biashara, naye Mungu akamuinua kwa ile biashara, akaajiri watu wengi bila kuajiri ndugu au dada yake. Yani Mungu akabariki yule tajiri. Mungu akamfungulia njia. Alipomfungulia njia akafungua -3. Alipofungua -3, huyo tajiri akaajiri watu wa nje bila kuajiri dada au kaka. Unanielewa sasa hivi? Huyu tajiri akaanza kudharau wale wazazi waliomzaa. Yani mtu amesomeshwa na wazazi wameaso kule nje wakifanya kazi ya michengo wakimlipia shule. Huyu jamaa amekuwa tajiri, akapata kazi, akafungua biashara kubwa na akaanza kudharau. Yani ni kitu mbaya sana. Wewe unayenitazama, uwe tajiri uwe maskini, fuatilia story hii ujue ilienda kivipi, utajiri alimalizia wapi. Unayenitazama tafadhali usiache kufuatilia story hii ndiposa ujue utajiri alielekea wapi. Huyu tajiri akaanza kudharau wale wazazi waliomzaa eti ni maskini. Akasahau Mungu anaweza kumrudisha chini. Yani mtu anasahau Mungu. Wacha tu nicheke kwa sababu mtu akishakuwa tajiri anasahau eti kuna Mungu. Akiwa maskini analia Mungu amsaidie. Lakini akishapata pesa hata kanisa haendi. Yani anasahau hata Mungu. Ukimuuliza mambo ya Mungu mnakosana. Wacha tu nicheke. Hayo mambo ni magumu kweli. Nauliza watu, hii ni ungwana au si ungwana? Kutasaidia mzazi au ndugu yako ambaye mmezaliwa na tumbo moja, anahangaika kule nje, hana kazi, ni ungwana? Unasaidia watu wa nje, unaacha kusaidia familia yenu. Na ukumbuke yule mtu wa nje hawezi kusaidia hata ukiwa mgonjwa umezidiwa. Heri ndugu au dada yako wanaweza kukusaidia, wakupeleke hospitali ili ndiposa uweze kutibiwa. Yani unasaidia watu wa nje, unaona hao ndio yani ni wa maana. Ukipata shida ndio utajua mtu wa nje hawezi kusaidia. Wewe unayesaidia watu wa nje, unaacha ndugu au sister yako wanahangaika, utapewa kipogo na Mungu. Wacha tufuatilie story hiyo tujue huyu tajiri story yake ilimpeleka wapi. Haya, siku nenda siku rudi. Mnayenisikiza kwa kipindi hiki, nisikize kwa makini na mfuatilie. Siku nenda siku rudi. Yule tajiri mali yake ikaanza kuisha pole pole, bila yeye kujua tatizo ni lipi. Yani yale mali yake yakaanza kuisha pole pole. Sasa unaona ameanza kupigwa kipoko na Mungu kwa sababu wazazi wanalia na yako na pesa anajivinjari taoni. Haya, tufuatilie.
Nataka tufuatilie pole pole tu, hatuna haraka. Kumbuke huku nyuma aliacha wazazi wakiteseka bila yeye kuwasaidia hata kidogo. Yaani aliacha wazazi wakihangaika kule nyumbani, hawezi watumia hata pesa kidogo, hata kama ni shilingi 200 ya kununua sukari. Yaani unapata sister hako na watoto pale nyumbani, ndugu hako na watoto, lakini anafanya vibarua ndogo ndogo zenye asimusaidii, na ndugu yake ako na kazi kubwa. Kwa vile Mungu alimsaidia, Mungu akamuinua, Mungu akamuonekania, ndipo asaidie wale wenzao. Unapata kuna sister anahangaika pale, mtoto amefukuzwa school fees, lakini amusaidii. Akijaribu kumpigia simu akimuelezea iko hivi hivi, anaona hii ni mashida, inabidi mpaka jamaa na simu anamweka kwa progress. Nauliza watu, hiyo ni ungwana unayenitazama? Yani sister yako au brother yako, yani mwenyewe mmesaliwa kwa tumbo moja, amekuwa na chambo, amekuwa na shida, anasema huyu ndugu ndiye ataweza kunisaidia. Msasi amegonjeka kule nyumbani, anasema huyu mtoto wangu yani ndiye ataweza kunitumia kitu niendo si. Akipiga simu unasima, kichwa yake ni mzuri kweli. Mungu akabaki kukua Mungu kwa sababu yule tajiri mali yake iliisha. Yani yule tajiri mali yake iliisha. Unanielewa? Sasa ameanza kupata kiboko kwa sababu msasi alikuwa analia pale nyumbani akimwaga machozi. Ile shida alipitia akifanya michengo vibarua kusomesha mtoto. Sasa Mungu amemchapa kiboko. Acha tusikilize vile kunaenda, yani vile kunaendanga. Haya, tukiendelea, ikabidi auze shamba. Jamaa akaenda hadi nyumbani kwao akauza shamba ndiposa aweze kulipa nyumba, asifungiwe. Na akukumbuka hiyo shamba ni ya wazazi aliyodharau. Yani akukumbuka hiyo shamba aliyopewa pale nyumbani, yani ile shamba aliyowanyiwa kidogo. Hakuweza kukumbuka hiyo shamba ilikuwa ya wazazi, aliweza kuuza. Unaelewa sasa? Yani hiyo story ni mzuri sana. Wala ambao wanaendelea kufuatilia na muraiki, msifuatilie bila kuraiki. Kuna kamatayo wako hapo kidole tu. Na nielewa sasa hivi ukiwa kwa TikTok na kuomba haya jamaa kauza shamba. Wacha tusikie vile kulienda, wacha tusikie vile mambo inaendanga kutoka kwa mtasari. Haya. Wewe nyamaza. Wewe nakuuliza, wewe utulie nikitangaza mambo yangu, usije ukaniingilie, unaelewa? Lakini sasa hivi unafuatilia kidogo, nikimaliza leo tutaongea baadaye. Hata kama chakula, wewe tulia kidogo, utapata chakula baadaye. Sawa. Haya mambo ni magumu kweli. Mambo ni magumu. Haya, tukiendelea kutoka hapo, ilifika mahali mke wake akamtoroka juu ya mashida. Unaelewa sasa hivi? Yani mambo ni magumu. Ukisha kuwa na pesa, ukikosa pesa, mke anakutoroka. Hawezi kuvumilia kwa sababu alikuwa anakula vizuri. Sasa maisha yameanza kuwa magumu. Unaelewa hapo sasa?
Mke wake akamtoroka pamoja na watoto, akabaki akiwa peke yake. Yani akabaki akiwa peke yake. Haya, jamaa akawa na stress. Kwao angeweza kuenda juu alikuwa ameuza shamba wala akusaidia familia yao. Yani kwao angeweza kuenda, aliuza shamba, akalipa nyumba. Pesa zingine akatumia zikawa zimeshachokwa hakuwa na nini, hakuwa na kazi. Pesa zikawa zimeisha, bibi amemtoroka. Unaelewa sasa? Jamaa akabaki akiwa maskini, akaanza kuuza vitu za nyumba pole pole. Hiyo story inapamba kweli. Akaanza kuuza vitu za nyumba pole pole. Kafika mahali hizo vitu nazo zikaisha. Jamaa akabaki hae, akaanza kutumia madawa ya miadarati. Kisha jamaa akageuka akakuwa wazimu wa kuokota vitu kwa barabara. Juu ya stress, nauliza wale watu wamepata kazi, mbona unadharau ndugu au sister yako? Huwezi msaidia wala mzazi. Kwa wale ambao wananitazama kwa majina, ni Sydney kutoka Mwa TV. Nikipata kipindi kingine tawaletea mwendo wa saa moja. Nasema tu asanteni kwa wale ambao wamenisikiliza. Muwe na siku njema na mnifuatilie. Asanteni. Hamjambo wa Kenya wenzangu, nawapenda sana sana sana. Kwa majina ni Sydney kutoka station ya Mwa TV, nikiwa mji wa Kawangware. Ni wakati wa kufunza tajiri ambaye asaidi watu wa nyumbani. Yani ni mafunzo. Ni wakati wa kufunza tajiri ambaye asaidi watu wa kifamilia. Tukiendelea, unapata kuna mtu tajiri alifanikiwa akapata kazi na akafungua biashara, naye Mungu akamuinua kwa ile biashara, akaajiri watu wengi bila kuajiri ndugu au dada yake. Yani yule tajiri akainuliwa na Mungu, yani akapata kazi, akapata pesa, akafungua maindustry, akaajiri watu wa nje bila kuajiri ndugu au sister yake. Yani unapata kuna sister pale nje, sister yake anahangaika mambo ya school fees, yani anahangaika, mata anagonjeka, yani hata pesa kutumiwa inakuwa ni shida. Ndugu ana pesa, anahangaika kule nyumbani, anafanya vibarua ndogo ndogo vya michengo. Yani maisha ni mangumu, yamemkalia pale. Lakini huyu ndugu, huyu tajiri hawezi. Yani ukisikia hawezi, hakuweza kukumbuka wale watu wao, wale ndugu zake. Yule sister yake hakuweza kumkumbuka pia yeye ampe kazi. Ikawa sasa ameachiri watu wa nje. Tuendelee tusikie story wenye inasema. Huyu tajiri akaanza kudharau wale wazazi waliomzaa juu eti ni maskini. Yani amekuwa na pesa, sasa ameanza kudharau wale wazazi wake, wale walimsomesha shule. Kama angesoma shule angepata hiyo kazi, ndipo afungue ile kazi ya biashara.
Unaona sasa anaanza kudharau wale wasasi juu ni maskini wameparara pale nyumbani.